Wewe naye. Sasa hizi jamani hatujaziandika. Na uendelee hivyo hivyo kutoziandika. Sasa kwa taarifa yenu, mdogo wako yupo huko anafindwa. Unajua maana kufindwa? Kapigwa hapa nundu. Yaani yule ninavyomuona ICU moja kwa moja. Yaani kisa nini? Kisa mwanaume. Yaani familia nyinyi mtakoma. Zamu yenu mwaka huu. Hebu subiri kwanza. Wewe mama koma, usiniulize. Unaniona nimependeza zangu natoka. Acha umbea. Sasa mbona tuambie vizuri kimekuaje? Mimi sielewi. Twende basi. Mimi siendi popote, nimechoka. Si ndugu yako faa yule wewe. Nimechoka, nenda tu. Ndio hivyo, siendi popote, nimechoka, wewe nenda tu. Basi mimi mwenyewe sienda, tajua mwenyewe shauri yako. Kuna vitu kibao nyumbani kama wamekosana na nyumbani. Ukimtazama dada hana ushauri kwa wezi. Kama unavyojua jambo langu. Shoga pambe. Tena pambe kama unavyokiona. Dada, nataka unibaruzie, unishonee. Sio shida zangu. Kama hivi ulivyonibaruzia hivi watu wananiuliza ujue. Mshono naomba ndugu yangu. Sio shida zangu. Ngoja. Hapo sawa. Hapa kidogo kifanye. Shoga yangu nataka unishonee. Si unajua kimwili changu? Nimekiona ndugu wangu. Nitakubaruzia mpaka nyota. Mpaka watasahau. Yaani nataka unishonee kitu pambe mpaka niulize. Si umenielewa na mkubwa? Hiyo imeisha usijali, mimi ndo ndaji mmoja tu fundi. Kiuliza tu. Yaani mambo yangu sio mbambamba. Nataka unishonee kitu kile. Yaani onekane sakina kweli. Yaani hapa nataka unibaruzia hata nikipita kwa barabarani watu wanishangae. Shoga yangu hilo limeisha. Niachie tu kazi yangu. Sawa. Shoga yangu huko? Nipo shoga yangu. Na umekuja kwa fundi? Nimekuja kwa fundi shoga yangu. Shoga yangu mwenyewe nimekuja kumletea fundi. Ili anitengenezee, anibaruzie. Si unajua tena mambo yako ni shughuli. Nataka nibaruzie. Yaani kwambie nikivaa shoga yangu lele. Tuachane na fundi shoga yangu. Yaani mwenzako alionikuta. Nimekuta yapi tena? Hebu tena shoga yangu wako dunia ngapi wewe? Si shemeji yako Baba Juma? Baba Juma kafanyaje? Anatekwa na mtoto mdogo, nikwambia anatembea naye huko guest, nikwambia mama amefumaniwa, mama nikwambia mimi nakuja kusimamishwa, naambiwa mume wako kafumaniwa kule shoga. Ulimuona au umehadisiwa tu? Shoga yangu. Kitu gani kinaitwa sijui kifasi yule. Nikatoka shoga yangu mpaka kwa mama yake. Kufika pale kwa mama yake nikwambia mama yake mwenyewe. Si familia gani ile jamani, mimi hata sielewi. Yaani kwambie, yaani yote kwa yote ninachotaka kumfanya yule mtoto mpaka familia yake itashangaa. Hapo, yaani kuna haya mawili. Yaani kama sio kumtia nyembe yule wako mkono mpaka familia yake itajuta kumzaa yule mtoto. Yaani shoga yangu natamani kama na mimi nikikuepo. Shoga yangu bado hajachelewa. Shoga yangu ndo mpeleke kule kwa babu. Yaani bwana shoga yangu ulikuepo. Yule babu yaani shoga yangu hata kesho tunaenda. Yaani shoga yangu tuondoke tukamvujishe damu. Sasa nifanye mtoto wa kike, nifanye mtoto wa mjini. Tuondoke. Unasemaje? Shoga yangu ndio maana nakupenda. Yaani bora tu tukamtoe damu yule avuje damu mpaka familia yake ijue kunifahamu yani. Au unasemaje shoga yangu? Ndio hivyo shoga yangu. Shoga yangu tuondoke shoga. Si tunaenda shoga yangu. Karibuni jamani. Sisi tunatoka. Jamani huyu mtoto jamani umalaya atachali ufaa jamani asikii ufaa jamani huyu. Tafuta tatizo. Ona makubwa. Unaogopa. Vipi za hapa? Fresh tu za kutukimbia. Salama. Vipi mdogo wangu kwa? Toka alivyoondoka jana ile kitu kama hicho mpaka leo hajarudi. Ina maana mambo yake bado hajaacha tu. Anaachaje tena, kuna mengi yalotokea. Wewe acha tu. Unakumbuka nilikwambia kwamba nimemfumania na ule kijana? Unakumbuka? Basi katika siku moja katika pita zangu nikamkuta ule kijana kuna mwanamke mwingine na mwanamke mwinginewe. Sasa yule shoga yako ule unaendaga kushona yule mdogo wake kule ninapoenda kushona familia ile.
Ndio nimemkuta naye, mambo kwa ushahidi, nikampiga picha. Kumpiga picha, nikaja hapa mimi nikamuonyesha ile picha. Kumuonyesha katatalika, kaondoka kaenda kupigana. Ndio aliondoka mpaka hii hapa. Hivi yule hajapigwa kwanza, maana nguvu zenyewe alivyokuwa kaoza yule. Mimi sijui. Maana kama kuoza ataoza na mengi. Maana yule dada inasemekana na ukimwi yule. Kama sio ukimwi yule, gonorea, kisonono, kaswende. Jamani yule mdogo wangu. Yaani sijui hata na shida gani. Yaani mwenyewe mwenye nyumba akaondoka tena na vipanya vinaanza kutawala ndani ya nyumba. Sasa hapo unatutukana wengi sasa. Kwa hiyo mimi kukuelekeza kuhusu mdogo wako ndio unasema maneno kama hayo. Bwana na wewe nao unanichanganya. Kwa nini unashinda hata kumfungia ndani wakati unamjua mdogo wako jinsi alivyo? Sasa mimi nifungie mlango wakati unajua mimi nalala huku yeye analala huku. Nakuta naamka mtu kashatoka. Mimi nafanyaje? Mchana nikirudi naenda kuoga tumepishana. Hivi kweli mambo yako kuniambia mimi? Mimi nilikwambia kama vipi wewe ondoka naye. Ukaanza kuleta kompeni, mimi naenda mara moja kumsalimia mama, sijui ni nini kweli? Unanichanganya na nini jamani? Bwana nimezidi mimi naweza kutano. Yaani wewe kukupokea maneno kibao. Yaani kurudi naanza kuyakuta mambo yani hata siyaelewi. Jamani, kwani yule mdogo wangu wa Pwilo kalisi wapi? Mbona ananichanganya? Bora tu ningekaa kule. Damu kubwa vipi? Unaanza kushona na kuna umepoa. Hamna, sipo tu sawa na mawazo yangu kibwana kichwani. Mawazo gani tena? Hapa juzi kati walikuja wateja walizungumzia swala la faa chukua umeza watu. Na walizungumzia kabisa kuhusu swala kumloga. Basi nanumiza kichwa mdogo wangu. Sina hata raha yani mpaka naingia uoga. Hapo kwenye naumiza watu shoga. Juzi kati hapo. Si unajua tu abondeni wale kina Penina. Ndio mimi natoka kwenye kaeka zangu, natoka zangu huko tunakutana kati njiani. Umenichukulia bwana wangu, si nini. Kama anavyo mdogo wako sina shombo. Acha nimdunde, acha nimbaruze. Shoga mkejela chanu. Kaondoka na chupi tu. Makubwa. Hivi ule mtoto jirani ule Sate si unamjua wewe? Sikaje kutoa taarifa kwamba unadundwa tena nakwambia kaeka ndugu yenu anabondwa vibaya na anachakazwa nakwambia balaa tu. Namwambia udugu wako faa. Tuende tukamgombelezee, uende udugu wako kakataka tukatumika kama nikae. Afu anashangaa anakuja kuniambia tena swala hilo kwamba eti uende umempiga, si umefanyaje? Mbona nichanganya? Umepigwa, umempiga? Sasa dada yangu unaona sura ya kupigwa. Kwanza niangalie, sina upele, sina kovu, sina kidoti, wala sina nini. Ni mtoto mnafiki. Huyo Sati ya mnafiki, tena mnafiki. Yaani nikikutana naye kwa njiani, ama zake ama zangu, hata nijua vizuri. Bora wewe unaedanga. Haya wewe ndugu yako. Maana ndo sielewi. Sijui atamfanya kitu gani mdogo wangu jamani. Ninachoka kabisa yenye familia. Jamani mkaeni mtulie mpunguze mambo mengine. Waumeza watu jamani sio wazuri. Atakufanya kitu kibaya yule. Si mpaka nisemeje sijui. Mbona atalogwa sana? Na avojiendekeza vile. Atalogwa. Nesa atakuwa mpaka chizi. Anaona mwenzake mimi sijali sichukua na umeza watu. Mimi mtu akija twende tukishabaluzana mimi akinipa changu nikiingilia huko maisha yanaenda. Lakini kumbuka dada yako. Basi hizo njia zako unazotumia nao mfundishe. Maana bora wewe unaendanga mwanamume sasa unachukua umeza watu faida iko wapi? Akitilia uchizi papa yaani bwana ninavyoondoka ndugu yangu. Hilo gari litamkuta bi mkubwa nishachoka mimi kwanza. Matatizo yaishi kila siku nyumbani tu Bwana dada yangu ole list ipungue mlindani maana Sasa kuomba na chakula hapo tumechoka. Unaona alibia mada. Bwana punguze maana kwa matongo unapiga wewe dada kidogo. Utanimisi wewe. Tena utanimisi afu nimwone mtu ajaje kwa kwanza tabia zangu kwa sitaki tamje kwa mume wangu. Naambieni kabisa. Umefikia huko hata mimi mdogo wako kipenzi. Mtenyewe utaamini kulivyokuwa mzuri mdogo wangu ile jicho. Mwenzangu sikuamini kabisa. Kwa hiyo ulikuwa naelekea wapi? Nilikuwa naenda kuna bwana kanipigia simu hapa tukutane hapo bondini. Nikasema ngoja nipite kwa dadangu pa nimsalimie nimpe hai. Kisha sio ninavyopendeza sijavaa kijora sasa ni mimi zangu mimi sister du shida zangu wataologwa watajua wenyewe. Mimi haya ni usikipata uchizi akipata sigona akipata gonjwa gani shauri yake. Maana mume wa mtu sio mchezo. Haya poa. Ngoja ni stare hapa bado maana sijui. Kitu changu nataka kipo sawa. Sifanyi kazi wala nimekaa tu kwanza. Haya. Ngoja mimi nende nikabaluzia. Unajua sina shombo. Haya poa basi. Ndio uache mawazo na wewe. Sio kati na kishingo
Kamfiwa dada yangu utachunda. Mashavu atachuma kunde. Hata make up siku kwa siku utakuwa ikai. Mimi nimekuelewa. Kuna vitu kibao nyumbani kama wamekosana na nyumbani. Ukimtazama dada hana ushauri kwa Bora udugu nimekuona. Ulikuwa mguu wa kwako. Usiniambie. Udugu unakuja kualika shughuli, jambo liko lele. Si unanielewa? Najua dogo zangu kwa hajafika. Unawezaje kuja kwa mfano? Una nini tena? Hivi kwani hujui? Una nini tena? Shoga yangu hujui? Sasa ningejua ningekuuliza. Shoga. Yaani mimi hapa ndo kwanza narudi nyumbani na kukutana na matatizo. Matatizo yapi tena? Hali sisi ndo kwanza unaniambia. Haya, mmegombana kisa nini? Shoga yangu nasikia wamedundana, maana hapa ndo nimerudi muda si mrefu hapa, nikasema subiri kwanza niende kwa udugu wangu. Ndio napata taarifa hizo kwamba mdogo wangu mimi na mdogo wako wamedundana. Kisa anagombea mwanaume. Mimi ndugu yangu ndo kwanza unanipa hizo taarifa. Wala hata sijui. Kwanza kuhusu mdogo wangu naongea mpaka kichwa kinauma. Yaani mpaka naona mimi ile jambo langu lipite tu niepukane na haya mambo. Maana kila siku kesi. Mimi sijui ndugu wangu ndo kwanza ananiambia wewe kama wamegombana hapo kama mpige na mwanaume gani mpaka wanapigana jamaa tutatia aibu hawa. Hata namjua basi. Sijui anaitwa nani? Sijui. Yaani hata jina lenyewe kiufupi silitambui. Hiyo micharazo sijui nani. Yaani wadogo zetu hawasikii. Ndugu yangu pole. Sina pole kweli. Basi sawa, jambo ndio liko hapo uwanjani ndugu yangu. Mimi nimekuja kukualika. Kwa hapo tena shani alibia hata mudi yenyewe kukualika. Ndio wewe ndugu umependeza. Kweli? Yaani, niacha. Asante ndugu. Basi poa. Mimi naenda. Haya. Jamani. Kuna vitu kibao nyumbani kama wamekosana na nyumbani. Ukimtazama dada ana ushauri kwa wezi. Kutwa kuchambana kama mtu na mke mwezi. Huruma kwa mama. Kutwa naongea ila watoto wanalana. Kuna naye msiki. We mwali wangu we. Kweli mambo kwa ushahidi. Na hisi hiyo shughuli umeipania. We Dajiwe! Daji! Hebu njoo na wewe unakaa ndani kama utumbo mwingine anakupita. Maana watu vitu vidogo na vifanya vikubwa. Njoo na wewe kuna nini unatikia ndani ya kuitai kajazo ukichelewa atapunguza? Hebu uangalie huyu mdogo wako. Na hisi shughuli kaipania na hii shughuli na hisi ameivalia kibogo utasema yeye ndio inamuhusu. Jambo hilo. Kashakuwa nalo hilo. Kakuletea godoro hilo, mambo mapema. Anakuambia yeye hataki deni na wewe. Stopuni kwanza. Yaani kuna mshamba kanivuruga. Ndio maana nimempuchua ile godoro lake. Yaani mimi nimekesha usiku mzima kunyumbulika mswakike jambo la dada yangu. Ananikopa. Ananipa 5,000 kunywa chai. Nikamwambia wewe unijui wewe. Mbona nitakubaruza leo? Nimemsaula godoro. Sio shida zangu. Sasa kama mnaniona. We naye, mimi nilijua mtu wa maana, kumbe kigeugeu mbabaifu wewe mwanamke. Mimi nilijua kigodoro tena hichi unakileta tena dada yako ana kishughuli chake unataka kumtunza. Kumbe mambo ya kukopana tena unakuja nayo nyumbani. Kanivunja moyo kabisa huyu binti. Sasa na wewe, kwa godoro gani? Kabisa godoro na bangi jangija na kumtunza dadangu kwa godoro hili. Humu ndani kuna godoro zuri, useme godoro hili usidharau. Wewe mwenyewe humu ndani unalalia kila siku na mikavi na migongo inauma, viulimi humu ndani vimejaa. Kikitoka kwangu kinahamia huku chenye afadhali akijulikani. Sema bora volileta maana humu ndani miki ulimi changu kimezidi. Dadangu. Kaka koma, njoo taratibu. Sio ngoja mbona godoro changu si nini? Kaka jishikilie, pambana mtu wa kiume. Una haya. Sintibwe mavuzi. Nimekuwa hayo. Jamani hebu sikilizeni. Kiufupi kwa sababu mimi harusi mtarajiwa. Naona ile godoro mkaneke maana ambapo sitaniuma. Nilalie tu mwenzangu maana muondani kumezidi. Huo ulimi mwenyewe nimechoka. Mnaonaje? Dada,
Nenda kuuliza Sekerepa upo. Sijaleteni nyewe mje kulalia. Kukopa nikopo mimi kulalia mlalia nyewe na usu. Uwe la kutolea mali mbaya kuna logodoro la kulalia.